Kama ni mwanamke, kilichokuwa kinasababisha usipate ujauzito kimetolewa na sasa utashika mimba, kwa sababu ndani ya tumbo lako uliwekwa kitu kimoja kizito sana. Hiki hapa. La ilaha illallah. Hichi ndicho ambacho wewe uliwekwa, kilikuwa kinaharibu mimba. Hiki ndicho uliwekwa kwenye tumbo lako, tumbo halisikii dawa. Hizi ndizo siri za wapigaji na matapeli. Hizi ndizo siri ambazo wanazitumia matapeli, iwe ni waganga au iwe ni watu wanaofanya mazigaumbwe yoyote mnayoyajua nyie. Tazama hapa jinsi ambavyo hizi siri zinafanywa, na watu wanatapeliwa mabilioni ya pesa. Watu wanatapeliwa pesa nyingi kwa sababu ya kutokujua. Angalia hizi siri jinsi zinavyofanyika. Tazama mwamba alivyofichua siri za waganga, siri za matapeli mbalimbali ambavyo wanawaibia pesa zenu kutoka mifukoni, na wanawaaminisha kwamba wanafanya maajabu au miujiza. Kumbe ni mbinu na maarifa ya siri ambao wanayo, na wanafanya kuwaonesheni nyie, kuwaaminisha ili muweze kutoa pesa na muweze kudanganyika kirahisi. Msikilizeni mpaka mwisho muone jinsi utapeli unavyofanyika. Tukio la mwisho, wenyewe wanatengeneza tunguli, lakini mimi nimetumia kakidude kakopo haka ambako maarufu kanaekewa maji ya Zamzam. Wenyewe wanatumia tunguli. Sasa unaambiwa humo kuna wazee wanaishi. Ukija utaeleza shida zako, wenyewe watakusikia. Utawaomba unachokitaka, wenyewe watakujibu na kuonesha umekubaliwa maombi yako. Pia kuna kitu ambacho kitaonekana hapa. Kama kuna mtu ana maji, naomba maji. Ili kukuonesha humu kuna viumbe wanaishi, wanakula, wanakunywa humu. Haya ni maji. Angalieni na muwe makini. Kisema yule muongo, yule muongo mwenye. Wazee wanataka waone uwepo wenu. Mpo, mkipewa kazi mnaweza mkafanya. Ametoka mbali huyu, unatajwa mkoa wako, katoka Iringa, katoka Pemba. Tumemwambia kwamba mnaishi humu, lakini bado haamini kama mnaishi humu. Sasa tumewapa angalau kinywaji chenu. Haya tumetumia maji, wenyewe wanaweza wakaandaa mazingira ya damu. Sawa sawa, Ndio. Imeandaliwa mazingira ya damu, inatiwa damu humu ndani. Hebu kuleni chakula yenu. Bana, angalia kwamba wewe leo ujio wako umepokelewa au ujio wako umekataliwa. Hawa wazee wakikataa ujio wako, kama hawatokubali kufanya kazi yako, hii sadaka tuliyoitia humu ndani hawawezi wakaikubali. Lakini kama wamekubali kufanya kazi yako, sadaka tuliyoitia humu ndani wataikubali. Sasa kinachotakiwa kuonekanwa hapa ni sadaka imekubaliwa au imekataliwa. Tunajuaje imekataliwa? Tunamwaga. Tukiona imemwagika, sadaka imekataliwa. Tunajuaje imekubaliwa? Tunamwaga. Tukiona haimwagiki, basi wale viumbe wameshakula sadaka hiyo na wameshaikubali. Wameshakunywa. Ina maana wewe umepokelewa, umekubaliwa, utakayoelekezwa, basi uwe tayari kufanyaje? Hawaamini.
Twende tena. Kichupa kitaisha hicho. Wana kiu. Hawaamini uwepo wenu, waonesheni uwepo wenu. Sese bwanga na hiyo. Bwanga mkulukulu ngambo na ngambo. Makambo uzaribi ye makambo uzaribi nene. Torevei takashanga so itabimusati so ya biye. Haya. Hawaamini. Watamaliza maji yetu. Mambo ni mengi mjini mambo mengi. Ndugu zangu, kufikia hapo na imani kama utakuwa umefanyiwa moja katika matukio haya yatazidi kukuimarisha kwamba huyu anayekufanyia ni mganga kweli, lakini ukweli ni kwamba hakuna ukweli hata kidogo, kuanzia tukio la hili panga limekata kichwani, tukio la waya kutoboa kwenye ulimi, tukio la tunguli kukubali na kukataa, lakini pia na tukio hili kwamba sadaka imekubaliwa au sadaka imekataliwa. Haya yote ni mambo ya uongo, na kama alivyosema shekhe wetu katika hutuba yake kwamba uchawi uko wa aina mbili. Kuna uchawi kweli, kuna uchawi wa mazingaombwe, na wengi wanafanya. Waganga karibuni 99%. Ukiona anafanya maajabu mganga, 99% anafanya ujanja tu. Wale waganga wa uchawi kweli kama wapo kipindi hichi, yani tena sio 100, ukiwakusanya 1000 labda atapatikana mmoja, lakini kwa sasa hivi watu wengi wanafanya uongo. Moja kwa moja tuingie kwenye tafsiri ya tukio moja baada ya jingine. Hapo ndio kuna umakini sasa. Waya huu nina imani kwa wale wajanja watakuwa wamegundua, ndio maana unashikwa katikati. Sawa, unashikwa hapa katikati, ndio kuna siri. Anaweka ulimi wake, alafu anaziba mkono. Kuziba mkono sio kwamba wewe usione anavyotoboa. Akiziba mkono ina maana na ule ulimi anautoa, atapitisha uwaya hivi uongo tu. Sawa. Mwisho hapa kwenye siri hiyo hapo, umebana tu. Allahu Akbar. Siri hiyo hapo. Huu ndio ujanja uliotumika kwenye waya. Sawa. Huyu Sheikh Kiski muombeeni dua sana. Semeni inshallah. Mungu ampe umri mrefu. Semeni amin. Yeye ndio anakubali watu wapate masomo la hivi. Maimamu kila mtu yeye shehe mwenyewe katibu yeye kazi na yeye. Hata kitu chochote watu wengine wafanye. Sasa shehe peke yake anayekosoa haya mambo na yuko tayari kwa vitendo ni Kiski. Muombeeni sana Mungu. Semeni amin. Mungu ampe umri mrefu, amkingi na kila aina ya shari. Twende mwamba. Tukio la pili kwamba tunguli ina uwezo wa kukufahamisha kitu fulani kama ndicho au sicho, pia hakuna ukweli. Na imani ambao akili zenu zinachaji, mtakuwa mnahisi kitu na huenda unavyohisi ikawa ni sawa. Yule ndugu yetu wa kwanza tulimwambia aweke katikati tunguli ituoneshe ule ujauzito wa kwake yeye au kawekewa na mtu mwingine. Tunguli ilikataa, nadhani mliona Kila ukiweka namna hii tunguli inasema hapana. Sio. Au sio? Sio. So unaichezesha hivi, yani yenyewe hapo unaweka inagoma. Sawa? Akaja mtu mwingine, lakini kabla ya inazungushwa kichwani hivi, au sio? Akaja mtu mwingine
akaambiwa hebu nuia na wewe kwa mkeo ujauzito ule wa kwako au sio, weka tunguli. Akaweka tunguli, ikakubali. Waislamu, somo hili liko shule ya msingi, kama sio darasa la 3, kati ya darasa la 3 kipindi kile tunasoma sisi, kipindi hicho kama sio darasa la 3, la 4 au la 5, darasa la 4, somo la sumaku. Sumaku ya aina yoyote ina pande mbili. Sumaku ina upande wa kaskazini, lakini sumaku ina upande wa kusini. Sumaku hii ukichukua sehemu pande zinazofanana, ukachukua kaskazini na kaskazini, ukazigusisha sumaku kaskazini na kaskazini, sumaku haiwezi kukubali, inakimbiana. Sawa sawa, eh? No. Lakini sumaku hii ukichukua upande wa kaskazini ukakutanisha na kusini, zinafanyaje? Zinashikana. Ndilo somo lilofanyika hapa. Ina maana hiki kakitengeneza, yani wanakuaga na vibaya tu, vichafu chafu nini, wewe unaweza kwenda jamaa kweli hapa ndo mzimu nini, lakini akili tu akuzuge wewe. Humu ndani kuna sumaku, na hii tunguli, ndani ya hii tunguli pia kuna nini? Kuna sumaku. Upande huu hapa ndiyo ule upande wa kaskazini na kaskazini, au kusini na kusini. Hapa haiwezi ikakubali. Jamani, naeleweka vizuri eh? Haiwezi ikakubali. Akizungusha tena namna hii zuga, ili ageuze hichi, akigeuze upande mwingine, ukiweka inakubali. Kwa hivyo mimi binafsi, kwa sababu nimekizoea hichi, wewe sasa hivi nikifanya hivi huku utaona ndo kule kule, ukifanya hivi ndo kule kule, lakini mimi nishazoea upande huu ambako najua haiwezi kagusana. Kuna kauzi kadogo hapa, yani kiangalia najua hapa, hii hapa huku hakugusi. Upande huu penyewe hakuna hata kauzi, najua huku ndo kule ambako kunafanyaje, kuna shika. Kwa kuwa kila siku baba, usije kumpiga mke wako. Mke wako mimba ya kwako baba. Usije ukazua taharuki bure. Nilikuwa nakuona kimoyo kinadunda dunda. Na mchezo huu jamaa alikuwa anasema hii kubwa, hamna cha kubwa. Waislamu, kuna wengine kaika sponge mule ndani. Ukiweka sponge, ukitia maji lazima yamwagike hata kidogo. Humu ndani material iliyowekwa ambayo haimwagi hata tone ni Pampers. Zile pamba za ndani. Pampers ina material, tena ukiichana yenyewe kavukavu, kimimina hivi unaona kama vichenga chenga vinatoka hivi. Yale ni material ambayo ikiingia maji inavimba. Kwa hiyo inasaidiana na pamba, inavimba ile na pamba inasaidiana, basi kimiminika kikiingia pale kinakuwa kifanya nini? Hakitoki. Kwa hivyo imeingizwa humu vizuri hii hapa. Hata Pampers yule mwanao akikojolea, ukiichana utakuta inakuwa na material hayo. Kwa hivyo ni Pampers inawekwa humo ndani, hakuna cha viumbe, hakuna cha kukubaliwa. Yani anakutengenezea mazingira uone kwamba kumbe safari yangu nimetoka mbali, sijasafiri bure, wazee wamenipokea. Ili ukiambiwa sasa hapa 700,000, unaona kabisa 700,000 yangu imeenda kwa haki, wazee wamenipokea. Sheikh Kishki, yapanga tafsiri au tuache? Tafsiri. Hamna semaji wa Islam. Au jina yayo. Leo hii au sio? Wanataka na yai kwanza, kazi unayo.